20 zina lami tayari. Wenzetu kule Mdandu tayari wana lami. Kweli si kweli? Kweli. Sasa jamani, sisi ndio mkoa, sisi ndio makao makuu. Hivi lami ilianzaje Mdandu? Mimi najiuliza, sipati jibu. Najiuliza, sipati jibu, lakini na wenyewe ni Watanzania, wana haki. Cha muhimu ni kwamba lami itakayowekwa sasa, ambayo tumeshaipigania, itakuwa lami ya kilomita 10. Na lami hii tunasema sasa itaanza kujengwa, mkandarasi ataanzia pale Ramadhani. Piga makofi mengi. Hatutakubali tena, na kwenye mikataba imeshaonyesha mkandarasi atakayekuja kujenga lami hii sasa haendi tena Wanging'ombe, anakwenda Ramadhani, anajenga kilomita 10. Na wote mnajua akipiga kilomita 10 ina maana yuko mpakani kwetu. Tunawachia watu wa Wanging'ombe wamalizie kwa mbele ya safari, watafute hela zao. Kwa hiyo katika kipindi hiki, katika barabara za vipaumbele, hii kwangu ndio kipaumbele namba 1 kuhakikisha lami inapigwa. Na hapa naweza tukatafuta uwezekano wa kupatengeneza papendeze, pawe na kakitoo kazuri. Hapo vipi? Kwa hiyo kwenye hili mimi nikishasema nimelisema. Ananikumbusha hapa, maana mimi nilishateta naye. Unajua barabara bila stendi haiwezekani. Kwa hiyo hapa lazima tutengeneze stendi na yenyewe iwe hapa, watu wapandie magari hapa na washukie hapa. Wazee wetu wasipate tabu. Kwa hiyo kwenye mpango huo tutakwenda kuhakikisha hilo linafanyika. Hata kama hawakuweka, kwa vile hawajaanza, tutahakikisha linawekwa. Ndugu zangu, katika mipango ambayo tumeitekeleza, wote ni mashuhuda. Sisi hapa watu waitulike na kata ya Ramadhani, hasa mitaa hii ya huku, ilikuwa tukienda mjini tunapata tabu sana. Wote ni mashuhuda. Sasa kwenye kipindi kilichopita tumetengeneza daraja la kuvuka mto Ruhuji kutokea pale Mabatini, tunapanda mpaka tunafika Ramadhani. Wote mashuhuda. Kweli si kweli? Tumetumia bilioni 2.2 kutengeneza barabara ile na madaraja yale, na haijakamilika. Tunataka boda na bajaji wafanye biashara muda wote. Tutaweka taa za barabarani maeneo yale yote mpaka mjini, ili barabara ile iwe ya kiwango itakayopitika muda wote. Na mmemsikia mheshimiwa diwani hapa anasema kama ana vita ni vita na vibaka. Tunajua vibaka wana. Kwa hiyo mambo mazuri yanaendelea kufanyika na mazuri yataendelea kuja. Ndugu zangu, Itulike oye! Itulike Amani oye! Ndugu zangu, baada ya kuongelea barabara, bado tuna barabara za mitaa ambazo na zenyewe zinatakiwa zitengenezwe. Inatakiwa angalau tuzifanye kwa kiwango kinachopitika muda wote. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, mtakapomchagua, mimi na yeye tutafanya kazi ya pamoja ya kuangalia ni barabara gani tuzipe kipaumbele kwenye kuhakikisha zinapitika. Na hapa tunajua ni maeneo ya kiuchumi. Wakulima wengi wa parachichi wanatoka kata hii, wanatoka mitaa hii. Kuna barabara za kiuchumi ambazo na zenyewe tunatakiwa kuzifungua. Sasa halmashauri yetu ya mji huko nyuma, tunaamini, na mimi kama mbunge naamini walijisahau kidogo. Wao wanaangalia kukusanya ushuru, ambao sio jambo baya, lakini kwenye kutoa huduma kwenye maeneo ya uzalishaji bado walikuwa hawajajielekeza. Kwa hiyo mimi naamini maeneo ya kiuchumi lazima tuyaangalie, tuyape kipaumbele. Sasa wana Itulike, wana Ramadhani, mimi nawapongeza sana kwa sababu Mheshimiwa Rais anaingia katika jimbo langu, jimbo la Njombe mjini. Tulikuwa na vijiji zaidi ya 21 havina umeme. Tulikuwa na vitongoji zaidi ya 100 vilikuwa havina umeme. Leo hii tunaongelea vijiji vyote vimepata umeme. Tunaongelea sasa vitongoji. Tuna vitongoji 124, lakini vitongoji 143 vimeshapata umeme. Tuna kama vitongoji sio zaidi kama 50 au 60, hivyo ndio tutavipatia umeme kwenye kipindi hiki. Tuna mradi mkubwa sana wa mtawanyo wa umeme ambao tutakamilisha
kwenye kipindi hiki. Lakini kiu yenu kubwa sana wana Itulike ni barabara ya lami. Kweli si kweli? Hebu nione wanaosema tukifanya barabara ya lami tumemaliza mzizi. Nione mikono juu. Kuna wengine hawataki. Hapana, naona wote wanataka lami. Ndugu zangu wana Itulike, jambo hili nilitembea kwenye kata hii yote. Nilitembea kwenye vijiji vyote vitatu vya mitaa yote mitatu ya upande huu. Nilitembea Amani Itulike, nilitembea shuleni, nilitembea kule Mpumbwe, nimetembea karibu kila mahali. Nimekwenda Maheve. Kila mtu aliniambia, Mheshimiwa Mbunge, sisi hapa tunahitaji barabara ya lami. Ndugu zangu, habari ni njema, kama ambavyo Mheshimiwa diwani wetu ambaye tunangoja kumpigia kura amesema, jambo hilo mimi nimelikamilisha. Ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi limeshawekwa kama moja ya mambo yatakayotekelezwa. Ndugu zangu, habari ni njema zaidi ya hiyo. Barabara hii tunayoona mbele yangu, barabara hii imeanzia pale Ramadhani inakwenda mpaka Iyai, inapita hapa Wanging'ombe, Mdandu na mpaka wilaya ya Wanging'ombe. Inafika maeneo yale ambayo yanakuwa mpakani, yanaunganika na barabara kubwa ya kwenda Mbeya. Wote tunafahamu ina kilomita 74. Shujaa bila woga, nimewasemea, nimewapigania ndani ya bunge na nje ya bunge. Matokeo yake tumepata mambo mengi sana, lakini ninawashukuru kwa ushirikiano mkubwa mlionionyesha kwa kipindi chote hiki ambacho tumekipita. Na sasa tunakwenda kupata mambo makubwa zaidi katika halmashauri yetu ya mji Njombe, katika kata zetu zote 13 na katika vijiji na vitongoji na mitaa yote. Ndugu zangu, sisi wana Itulike tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Na sisi wana kata ya Ramadhani tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele, kwa sababu ndani ya kipindi hiki, ndani ya kata hii zimeletwa fedha kutoka serikali kuu na halmashauri yetu kwa ajili ya maendeleo ya maeneo mawili tu, shule au elimu, miundombinu ya elimu na afya. Ndani ya kata hii tumepokea bilioni 4.6 bilioni. Makofi mengi sana kwa jambo hilo. Na katika hizo fedha tumeweza kujenga madarasa mengi, tumejenga bwalo la shule, tumejenga zahanati 3, tumejenga ofisi ya kata ambayo na mbunge naye alichangia, tumejenga nyumba ya mganga 2 in 1, na naongelea kata. Kwa hiyo tumefanya mengi sana kwenye idara ya elimu na afya, lakini hilo ni kikata. Lakini ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Mama Samia, mimi kama mbunge wa kipindi hiki siku zote nitampa heshima sizo na kifani, kwa sababu Njombe ametuheshimisha. Tumepata fedha nyingi sana katika halmashauri ya mji Njombe na tumefanya maendeleo ya kila aina. Nitataja machache. Ndugu zangu, kwenye elimu tunaanza na kubwa kuliko yote. Kwanza tumeweza katika shule za msingi kujenga shule za msingi mpya 11 mpya kabisa, na tumetumia karibu bilioni 1.3. Tumejenga vyumba vya madarasa karibu 61, lakini tumejenga sekondari mpya 5 ikiwepo na shule ya amali. Tumetumia karibu bilioni 1.5. Tumejenga vyumba vya madarasa vipya kwenye shule za sekondari, na shule yetu ya sekondari Maheve na yenyewe imepata vyumba vingi sana. Kuna madarasa mapya zaidi ya 8 pale, na mmeyaona. Kweli si kweli? Kwa hiyo kwa ujumla wake tumefanya mambo mengi kwenye miundombinu ya elimu, na bado mengi yatafanyika katika kipindi kinachokuja. Upande wa elimu tutafanya makubwa. Tutajenga madarasa mapya zaidi ya 100. Tutajenga nyumba za watumishi zaidi ya 16. Tutakuwa na matundu mapya ya vyoo. Mwaka ule uliopita tumetengeneza matundu zaidi ya 120. Na katika kata yetu tulipata matundu zaidi ya 34. Kwenye kipindi kinachokuja kwa ujumla tutakuwa nayo 100, zaidi ya 100. Kwa hiyo